Nimeangalia hii short film ya Gabo Zigamba ambayo inaitwa Mwamwindi, ipo YouTube. Watu wameniambia bana, tunaomba review kuhusiana na Mwamwindi. Nikasema ngoja niangalie nikupe habari. Ni moja kati ya short film nzuri na dakika kama 11 hivi. Ukiangalia unapenda, lakini kama ni mtu ambaye una jicho la movie zaidi, kuna kitu unatamani kama kingekuepo extra zaidi. Na mimi kuna kitu ambacho nimekiona nikasema nitakwambia ni kitu gani. Lakini moja kati ya kitu ambacho nimekipenda ni jinsi ambavyo wametengeneza mwanzo, inakamata vizuri. Yaani jinsi ambavyo ukiangalia tu inataka kukupa hamasa kuendelea kuangalia. Lakini pia nimependa visual, jinsi ambavyo imetengenezwa, picha yake imetengeneza picha fulani kweli ya zamani ambayo inakamata macho yako. Nimependa sana, big up kwa Gabo Zigamba. Lakini kikubwa ambacho natamani pangekuwa na ujazo wa story ndani yake, lakini hakuna ujazo kwa sababu hii ni true story. Na moja kati ya kitu ambacho ni kigumu sana katika nchi yetu kuweza kupata information katika true event tena za miaka mingi, kwa sababu hili ni tukio la mwaka 1971. Yaani ukutana na mtu ambaye ama ukutana na chanzo ambacho kinaelezea kiundani zaidi kuhusiana na ile historia ama ile jambo liliendaje, ni ngumu sana katika nchi yetu. Ndio maana pia hata Gabo mwenyewe ameshindwa kupata ujazo wa undani zaidi. Nitakwambia kitu ambacho kipo, lakini nikwambie kidogo kuhusiana na hii story. Hii ni story ambayo ni ya kweli kabisa. Mwaka 1971 mkuu wa mkoa wa Iringa Dr. Wilbert Kleru aliuawa na mkulima Saidi Mwamwindi huko Isimani. Tukio hilo lilitokea wakati wa utekelezaji wa sera za serikali za kutaifisha mashamba makubwa baada ya kuzuka mgogoro mkali kati yao. Mwamwindi alijisalimisha polisi mara baada ya tukio na baadaye alihukumiwa kunyongwa mwaka 1972. Kifo cha Kleru kilibaki kuwa miongoni mwa matukio yaliyotikisa sana historia ya Tanzania baada ya uhuru. Na nadhani hii ni moja kati ya historia ambayo imefichwa sana, kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao toka nimesoma mpaka nimefikia kuwa mtu mzima leo ndo nafahamu kuhusiana na Mwamwindi. Sijui hata hizo sources zake zikoje, sidhani hata katika vitabu labda vya shule syllabus ya kawaida hii historia ipo, na ni historia ambazo zinakutaka kudip sana. Kwa hiyo kupata zile source information kiundani zaidi ni ngumu sana. Ndio maana pia Gabo ameshindwa kupata ujazo wa hii filamu. Na hata ukiangalia kuna matukio ambayo anajaribu kufikiria kwamba ni kweli mkuu wa mkoa kipindi hiko wakati anagombana na Mwamwindi, alikanyaga kweli makaburi ya Mwamwindi mwenyewe na kuyachukulia poa makaburi yake, ama ni wameongezea tu kutaka kupata kitu? Ni kitu ambacho huwezi kuamini kwamba kipo kweli, kilitokea wakati huo mgogoro unatokea kati yao ama vipi. Lakini pia nimeshangaa kuona RC anaendesha gari mwenyewe kutoka alipotoka mpaka nyumbani kwa Mwamwindi. Kipindi hiko RC walikuwa wanaendesha magari peke yao? Sijui. Hakuna mtu ambaye anaweza kutuambia kipindi hiko 1971 ilikuwaje kwa RC. Nimependa kuona ile gari ya siku nyingi kweli. Wameichukulia gari fulani ambayo kweli ni gari ya siku nyingi, na unaona kweli ni gari ambayo ina represent miaka hiyo 1971. Kuna vitu ambavyo kitanzania tunakosa kulinganisha na wenzetu. Wenzetu wanakuwa na zile information za ndani kabisa. Yaani kama unatengeneza movie ya mwaka 1971 lazima upate kujua 1971 Tanzania ilikuwa inaonekana vipi, na lakini pia watu walikuwa wanavaa mavazi ya design gani. Kwenye mavazi pale sidhani kama 1971 watu walikuwa wanavaa vile. Hapa kidogo nadhani pana utata. Labda naweza kusema ni sawa kwa sababu Mwamwindi anaonekana ni mtu ambaye alikuwa anajiweza, kwa sababu alikuwa na mashamba makubwa nini. Labda familia yake ilikuwa inajiweza, ilikuwa inavaa vizuri lakini pia nani ambaye anaweza kutupa uthibitisho ama tunaweza tukapata habari kiasi gani kiundani kuhusiana na hiyo kitu. Though ni moja kati ya short film nzuri sana. Nenda YouTube katika channel ya Gabo Zigamba, unaweza ukaiangalia pale Mwamwindi.